Sasa wakataka kumponda mawe. Ni nani aliyekuambia ujitwike godoro siku ya Sabato? Maana maandiko ni kweli. Wayahudi walikuwa sahihi. Usifikiri kwamba walikuwa sahihi. Walikuwa sahihi na maandiko. Maana yanasema usibebe mzigo wowote au kuyaleta ndani ya mji wa Yerusalemu siku ya Sabato kama ni mgeni. Halafu Yesu anamwambia beba godoro lako na uende. Walipomhoji walikuwa sahihi. Ila kitu ambacho hawakujua, walichoshindwa kutambua ni kutokutambua saa na ujumbe wa saa. Hawakujua ile siku tayari amekuja yeye mwenyewe. Kwanza aliwao kwa sababu gani? Shtaka la kwanza kuvunja Sabato. Shtaka la pili ni yeye mwanadamu anajifanya kuwa Mungu. Mwanadamu anajifanya kuwa nani? Mashtaka mengine yalikuwa tu ya kusingizia. Lakini waliokuwa nayo walikuwa na maandiko. Unanielewa? La leo wanataka unafanyaje? Si wanamkataa kwamba sio Mungu. Wanaungana na Wayahudi wa wakati ule. Wanakataa. Uliona hilo? Aliuawa kwa sababu alivunja Sabato. Someni vizuri maandiko. Hakuivunja Sabato tu, bali yeye aliye mwanadamu amejifanya kuwa Mungu. Angalieni walivyokuwa wanalalamika wa jamaa. Akasurubiwa pale kwa sababu ni mvunja nini? Na maandiko yanasema amelaaniwa kila mtu anayeangikwa juu ya mti. Kwa hiyo akafanywa laana kwa sababu ya watu wa mataifa. Na Mungu alifanya hivyo ili mimi na wewe tuingie. Kwa lugha nyingine aliwapofusha Waisraeli. Na leo ameupofusha ulimwengu wa madhehebu. Amina. Yo. Mimi wako na hubiri tu ninavyohubiri. Ukiwa na maswali njoo niulize. Uniulize swali ambalo nilikuwa nafundisha. Usiniulize swali ambalo sikufundisha. Hilo halinihusu. Nitakuonyesha hapa panasema hivi, hapa tutakwenda vizuri kwa urafiki. Hawa Torati ilikuwa ni kiongozi kutuleta kwa nani? Ametutoa hapa pale jangwani kutuleta kutuvusha mto Yordani. Walivuka mto nini? Wakakaa katika nchi ya ahadi wakimngoja nani? Masihi. Sasa Masihi amekuja akiwa na ujumbe tofauti. Anawabatiza watu, lakini hapa alikuwa na amri ya kutahiriwa tu. Kubatiza ilikuwa halipo. Umeliona hilo? Na Mungu awabariki sana. Hebu tuishie tu hapa.